shughuli yangu inachezea kwa mat, lakini kiangalia hivi naona Kempiski, naona GTC, najiambia kama Jajare manze ameniweka hapa manze, lazima pia nikuwe smart. Mimi mtu napenda kupiga luku, napenda kukaa fiti, kwa sababu nikikaa fiti naweza ongea na watu kwa urahisi. I know you guys have heard about Matatu culture, the music, the graffiti, the chaos. But have you ever wondered who's behind the scene organizing Nairobi transport system? Today, I'm meeting one of them. He's a stage boy or cartel, how they like to call themselves. I am Eugenie, and this is today's episode. Yo, Malik! Uko fiti? Uko poa? Safi sana. Nashukuru kukutana leo. Pia mimi nafurahia. Uko na style kali, Personally mimi kitu ni ufanya pale kwa stage, mimi upanga wasee waende fiti. Kuna mati ya Githurai, kuna mati ya Umo, kuna mati ya Kasa, kuna mati ya Doni Fedha. So msaki kuja hapo kwa hiyo sport yetu anaweza changanikiwa. So anaweza feel vibaya msee amekaa kwa stage yetu and then ameenda pali ya fai. So mimi naweza sport mtu mgeni nimuulize unaenda wapi. In case dinga pia imekam na kulikuwa na queue. So niko na hiyo wisdom ya kujua hii gari nafaa kuenda wapi. So kama hii queue dinga ilikuwa imekam, dinga ya kwanza ikabeba hii queue, next nafaa kwa hiyo queue ingine. Because hao watu nafaa na alternate. Change maybe ulipatia na 1000. So cases kama hizo mimi naweza handle. Ni aje nilituma ido kwa hii simu na nimetuma do mingi, ama nilipea msee 1000 ajanirudishia changes. And then pia the most important part, kuna wale madam wetu wamebarikiwa pia. Madam kama huyo hizi panga line. Alafu pia kuna wale wazee, kuna ule pia amevunjika mguu kiasi. So watu pia tunawaconsider. Mtu ndamuibia line. Kama line ni refu, ndakuja nimweke hapo mbele. At least kukuwa tu human kiasi. So mimi specifically ni customer service, na hiyo kumake sure tu kuna a smooth transition ya mtu ameingia na anafika. So umeanza hii kazi aje? Like how did you find that job? Someone came to give you that job, you took that, like how did? So pale hivyo kwa stage kuna mwenye ni chairman sasa. Kuna ule mwenye sasa yeye wa kwanza ndo alispot hii area. You spotted it first. He spotted it first. Alafu akakumbuka Maida niko na gang sasa sisi. Ni aje wasesi mkama kuna shimo nimepata kama mtu ikule. So kunileta huku, mimi vile alinileta huku nikafunguka macho, nikaona nilikuwa ghetto na huyo jamaa amenileta uptown. Tukasurvey. Mara ya kwanza alikuwa na bebe hapo Quickmart. Tunaona hapo Quickmart. Sasa wakatuchuja George wako na maziwa. Wakatuchuja, so pia sisi tukavuka hii pande nyingine na tukamea hapo tukakaza kabisa. Like sasa kukaza hivyo, like now we sort it a permanent place for us. Kama ngori imetokea nini tunakaza naye hapo. Ngori sasa ni kama noma. Other people want to take our stage. So you must fight back. So ijakuwa rahisi. So hizi transition zote na nimekuwa na ama jamaa wakomentambua, naona huyu jamaa uni bloody. Uni sojari wetu jo. Oh wow. So you gave yourself that job basically. You came and you're like, I see business here, let us do business here. Before us ilikuwa tu hivyo dormant kwa sababu hukuwa na mati zinabeba. Dormant? Dormant tu, like hakuna shughuli inaendelea hapo. Sasa unaona ile shughuli sisi tunapiga. There was no matatu stopping there? Hakuna. Really? Hakuna. Sasa unaonaga tu tao tu ndio. So walibambika vile. So from the moment you guys started organizing that stage, that the matatu started stopping there? Yeah. Because of you guys, they started stopping there. Because of us, so we caused something that hata wase walibambikaga sana. Unalipwa na nani? So si atulipagu, si tunajilipa. So kuna ile do inaachwa, hiyo do ndo tuna collect. Dinga imebeba, sema kwa mfano, dinga moja hapo inaacha tuchoni 250 shillings kubeba. So ikiacha hivyo, kuna ile minda kata, mori wangu wakate, but before tukate hivyo kwanza tunai-collect sisi wote. Ndio masaa ya jioni ikifika, tunajua tutapatia sako do ngapi na sisi tutabaki na do ngapi. But sako ile pia harakati pia kuna zile za juju tumekula. Kuna pia ujanja 2-3 tumeleta kama dinge kama tunataka tuipatie nafasi pia teke iende pale inadai, kuna ile charges tutaipatia.
lazima atachapia ng'at juu. Ng'at ni so. So do yetu tu sisi tunajaribu kuorganize vile tunaweza pata do yetu, but pia kwa ile njia fit hatujapata hii do ati design tumelazimisha mtu atupatie. So mtu ameona the value ya kutupea hiyo do. So tukiwa hapo maboys tunapanga job, tunapata do yetu, at the end of the day tunajigawanya, kila mtu anapata share yake. Okay, it's like ni kama small business, yeah? Ni kama small business. I also love fashion, particularly now as a designer. Some of these things that I wear, I have crafted them. So I put my time and money kucraft kitu, si kwa sababu tu ya kuuza, but pia kujiplace kwa kazi kama mtu akona style yake distinct. Hizi clothes, mimi kwangu sioni clothes tu kama clothes hivyo. Naona clothes kama artifacts. Through clothes naweza portray so many characters. Naweza muonda piga cladi nikae kama pilot, ndapiga cladi nikae kama banker, nikae kama lawyer. Like si lazima nikuwe nimepata the same experience kama wale watu wenye wanafanya hizo shughuli. So mimi so cladi zangu zinanisaidia kufiti na kublend na wasee teke. My fit first helps me now to portray decency also in work. So when you look good when you're dressed, so people know that these people know what they're doing. Inani help kuweza converse na watu easily, na pia kuinspire wasee. Unajua wasee, si unajua matoka kwa mashughuli huko. So mtu akikaa mapate, msee anapiga kladi na ako hapa. Na mimi niko kwa ofisi na sipigi kladi. Msee ananimotivate. So pia mimi nafaa na ng'ara. Juu msee kwa vumbi, si ni pale ni kwa vumbi na ni kwa rodi. Lakini mimi nimeng'ara, huwezi pata nimeparara. Najaribu hata kama nimepiga ndula ya black yenye nataka ipigwe polish kila siku, nguo zangu daily mtaani sijipigii pasi. Kuna msee nampatia do na nipigia pasi. Yani nahakikisha pia do yangu as much as pia nalipa bills na nini, na nifanya na kaa fiti. What do you like about this job, and why do you think you're good at it? Kwanza kitu naweza sema, siwezi sema I'm good at it kushinda wengine, but ni ile tu nina passion na kila kitu yote na do. Kitu yote mimi hujaribu juu kwanza naidu na imani. Lafsa lazima niipende. Lazima nikuwe mtu wa watu. Mimi hujam lakini si jam mingi nikiwa pale. Juu nikiwa pale nafaa kuwa tunile a happy face, nafaa kuwa na a high energy. So nafaa kuradiate the same kwa watu tunapatana na wao. Yaani mtu ana feel hata kama siku yangu ilikuwa mbaya nikienda pale kwa mat, Malik Jota anifurahisha. Kuna mtu akinikosa hapo na nipigia tenje huko, manze mimi siwezi bambika kaa sikuoni. Juu ashazo ya kuniona msee tu, msee amechangamuka. So mimi nanibamba about that job, napatana na watu, mimi napenda wasee. Kama napatana na watu hivi daily, na feel life yangu inakuwa fiti na bado naona growth kwa sababu I was a boy. Now I see myself as a man. So kitu imechangia mimi kuwe man ni vile na relate na watu daily, because si relate na age mates wangu, na relate na different age groups, na relate na my boys, my girldem, wa mother, mabuda. The friendship that I make pale kwa matatu, they wanakuwa marafiki wangu sana, wakubwa sana, na pia wengine tunaweza kufanya biz, tunakuwa na bond. Katali ni mtu roho safi, siwezi taka kuona mtu akikuumiza. Hata pale stage yetu mtu hawezi piga crime hapo. So tunakaa fiti, not only by our dresses but also our mind. If you want more content like this, don't forget to like, share and subscribe. See you on the next episodes.